Nataka nitoe ushauri kwa rais wangu William Ruto. Namkubali sana, anafanya kazi vizuri. Katikati tulikuwa nimeingia kwenye blog moja hivi. Kuna sheria ambayo wanaitaka kuipitisha sasa hivi. Ina maana mashoga wanakuwa wana taasisi yao binafsi Kenya kule. Wanakuwa wanajadili mambo yao, haki zao za msingi, mashoga kama mashoga. So ushauri wangu mimi ningependa kabisa William Ruto hiyo sheria asiipitishe, aendelee kukaza kwa sababu utamaduni wetu wa Afrika haturuhusu ushoga. Yaani ni matusi makubwa sana. Kwa Uganda, Yoweri Museveni kafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kuna sheria kabisa, utanyongwa, utafungwa jela ukijihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kwa hapa kwetu Tanzania tupo kama katikati lakini haturuhusu. Kwa hiyo nilikuwa naangalia ule mchakato, inaonekana sasa hivi kuanzia Uganda mashoga wanakimbia, Tanzania wanakimbilia Kenya. Kuna hiyo sheria ambayo ndo wanaipigia upatu kwamba iwe inawaruhusu mapenzi ya jinsia moja ili waendelee kufanya yao. Kwa hiyo sisi tukiwa kama East Africa, hizi nchi nimezitaja tatu kwa sababu ndo zenye nguvu, ndo za kwanza kutengeneza East Africa hii. Sasa hivi zimeongezeka, kuna Rwanda, kuna Congo na hizo zingine. Lakini sisi ndo wale ambao baba wa East Africa. Inatakiwa tuonyeshe mfano, tuachane kwa sababu zile sio tamaduni zetu. Tukiangalia toka wazazi wetu wanakuwa huko, kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika si sahihi. Lakini pia nataka nitoe ushauri kwa vijana wa Kiafrika. Nafikiri tusome makala nyingi sana. Nilikuwa namwangalia Profesa Lumumba. Alikuwa anamchambua Nyerere kwa kazi aliyoifanya Afrika kuileta iwe kitu kimoja, Tanzania kuifanya iwe kitu kimoja, kwa sababu ukabila ni kitu ambacho kilikuwa kinawatafuna watu wengi sana. Udini ni kitu ambacho kilikuwa kinawafanya watu wasiwe pamoja. Hapa duniani mtu akitaka kukutawala anawagawanya, kwa sababu mkiwa kitu kimoja hamwezi kutawalika. Na ndio maana ukishangaa leo bara la Afrika limegawa vipande vipande. Hawakutaka sisi tuwe kitu kimoja ili tuendelee kutawaliwa. So Nyerere aliplay part kubwa sana. Kwanza Kiswahili alikilazimisha, Kiswahili kawaunganisha Watanzania kwa lugha moja ya Kiswahili ambao wanaelewana. Hicho cha kwanza. Cha pili, alifanya tujitambue, tuwe tuna mizizi yetu yani. Yaani tuna tamaduni zetu ambazo zimesimama yani. Taasisi ukitoa vitu vingine. Kwa sababu sisi sera zetu zilikuwa ni za ujamaa na kujitegemea. Baadaye mzee alivyoondoka, Mwinyi ndo akaleta ubepari. Huu sasa ubepari unajua una mambo mengi sana ubepari. Ubepari una na wanasiasa humo. Lakini nafikiri vijana, ushauri wangu wamtafute Profesa Lumumba. Ana vitu vingi sana vya kutufundisha vijana nafikiri. Tukisoma vizuri, tusome vitabu vyake, tusome na makala zingine zilizotoka. Afrika inatakiwa ifundishwe vijana wake jinsi ya kuipenda Tanzania au kupenda nchi za Kiafrika kwanza. Uzalendo kwanza. Uzalendo tukizungumzia waanze kufundishwa namna ya madini tuliokuwa nalo, rasilimali zetu, namna tunavyozitumia, namna ya kuipenda nchi zetu hizi. Alafu ndo hivyo vitu vingine vifuate. Au sio? Kwa sababu ukisema kijana wa Kiafrika anafundishwa kwanza dini. Hatukatai, tunajua Mungu ni yupo. Anafundishwa kwanza dini, anafundishwa kwanza vitu ambavyo havina tija. Umenielewa? Lakini baadaye ndo uzalendo unafuata. Kwa hiyo tunatengeneza kizazi ambacho vijana wanakuwa ni wahovyo. Hawajali chochote kile. Umeona bwana?